kubwa, ndoto za dhahabu, lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje, ndani machozi ya damu. Wanapanda ngazi, lakini ni za mwiba. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. Big Boss, je, thamani iko wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Big Boss, nani atabaki mwishoni? Mikono yao inashika dhahabu, lakini moyo umejaa sumu kali. Kila dirisha lina giza, hakuna nuru. Wanatembea gizani, wanatafuta mwanga, lakini mwanga wao ni moto wa maangamizi. Habari kaka. Ndugu yangu bwana, mimi niko Ulaya, lakini nimezunguka sana hii Ulaya. Kibaya zaidi niko nahangaika tu kama kichaa. Sasa nilikuwa nahitaji msaada wako. Sijui unaweza kunisaidia, kunipa instruction ili nifike Dogo Chachi. Kama ungejua msaada wangu basi ungenisikiliza ninavyosema, kuliko hivyo ambavyo ulivyofanya. Lakini uliamua kusikiliza halmashauri ya kichwa chako, baadaye ukaniweka katika hatia. Lakini wewe ndio ulikuwa ukinishauri hivyo mara zote. Na kushauri hivyo vipi? Ulinisikiliza? Sasa sikiliza. Sihitaji kuona simu yako kwa kitu chochote kile. Halo? Halo? Lakini mwanga wao ni moto wa maangamizi. Big Boss, thamani iko wapi? Atoke! 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 Subiri! Nipishe mkubwa. Atoke! Kuna nini? Nyie vipi? Sema nini bibi mkubwa, mwanao kazingua, mwanao Jau. Kamchukulia simu mdogo wangu, mwanao Jau kichizi yani. Mwanangu hajachukua simu ya mtu yoyote. Toka asubuhi mwanangu yuko ndani. Nyie mnataka kuniambia nini sasa hizi? Una uhakika unachokiongea? Yaani msinivuruge. Mimi mwenyewe nimepiga kitambo tu. Asinikumbusha mambo yangu mimi. Vipi? Mwanangu atoke. Mwanangu tumuue leo. Nipisha bibi mkubwa. Bibi mkubwa. Jamani. Kulikoni? Mbona zogo sasa? Asmani kachukua simu yetu afa namlelea tu ndani humo. Mwanangu bibi mkubwa kazingua, kamchukulia simu mdogo wangu. Sawa, hiyo simu unachukua smartphone au kisofani? Kisosali. Wanamsingizia. Toka asubuhi Asmani yuko ndani. Bro, Asmani kachukua simu yetu. Ina thamani ya shilingi 30,000. Isipotoka 30,000 hapa panachimbika. Hatuelewi. Sawa. Wewe hiyo hela unaitoa bure. Tulia bibi mkubwa, usongee. Tulia. Yuko ndani mwanangu toka asubuhi. Bibi mkubwa, sasa sikilizeni. Nani kaibiwa? Niliibiwa mimi hapa. Ndugu yako. Shika. Nyie wezi. Hamna lolote, angalie. Bibi mkubwa, mwanao Jau. Bibi mkubwa. Dakika za mwisho mwanao tunamuua mbele yako. Mbele yako mwanao anakufa mwanao. Angalia. Mkae mwanao bibi mkubwa, sema nimekuheshimu. Kazi nimeshapewa, simuondoke. Sasa mkae mwanao Jau. Zawadi yako hiyo. Mama Asmani. Ina maana Asmani bado anaendelea na wizi? Mwanangu hapa mtaani hawampendi. Kwa hata akiiba mtu mwingine wanamsingizia Asmani wangu. Dada. Mtoto tutamkosa huyu. Oho. Haya. Ubaya mwanangu, umefika wewe tu hapa, ile hewa yote imebadilika. Wenzetu mnafaidi kwa Toni. Haya, huyo Toni vipi? Kasafiri? Kaka Toni yupo. Anaumwa? Mzima wa afya. Ila si unajua tena yule kutokea kwenye matatizo kama hivi. Lakini 40 nakaribia hapa. Na hicho ndio kimenileta. Ameniambia nilete pesa kwa ajili ya maandalizi ya 40. Hapa. Bibi bwana. Mbona mnataka kuchukua hela zisizowahusu? Wewe tena. Kusikia hela umetoka nje. Kulikuwa na kelele za wizi, mtoto atakutolewa roho. Wewe uko ndani kimya. Hivi,
Kuna mtu asiyejua huko ndani Asmani kama ni mwizi? Huo wizi kauanza leo au kukimbizwa ndo leo ndo mara ya kwanza? Mimi ningesikia kachomwa moto ningestuka. Lakini kukimbizwa yeye kawaida yake. Wewe ulijua hilo? Kasemaje? Alichokisema ni kwamba hiyo pesa kwa ajili ya 40. Sawa, mchango wake unaonekana. Watu hapa wanataka kupokea. Wenyewe hata 10,000 bado hajachangia. Nimesema kila mtu atoe 10,000 tu. Imadi 40 ipite, lakini kila mtu anaingilia huku kushoto na ingilia kulia. Hata hivi akimani kaibe. Aibe. Karibu bae. Haya, shangazi kwenye hata huo mtu wa mtu wao. Haya. Hauruhusi kuingia ndani kwa sasa. Mimi ni mamangu mkubwa daktari. Fika reception pale, katoe maelezo pale. Kama kuna dawa utaelekezwa pale, kama kuna gharama za aina yoyote utaambiwa pale. Kama mgonjwa na bima utaiacha pale. Inawasa ni nini kinafuata? Big Boss, je thamani kwa wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Big Boss, nani atabaki mwishoni? Mikono yao. Sio rahisi kufanikiwa. Anajisumbua tu. Nalielewa hiyo. Ngoma ya kitoto huwa haikeshi. Ni ngumu kufanikiwa. Lakini vipi akifanikiwa kukutana na wakuu wa chama? Nimechukizwa sana na swala la Mkango kumwelekeza Clamvevo kwenda Ulaya. Kwa sababu mimi ndio mwenye mamlaka ya kuchukua amri na maagizo kutoka kwa wakuu na kuwapa wao. Sio unajifanya kimbele mbele unatoka hapa kwenda Ulaya kukutana na wakuu kuchukua hayo maagizo. Pia kutakuwa hakuna sababu ya mimi kuwa kiongozi katika ukanda huu. Kwa sababu pindi atakapofanikiwa wataambiana na itakuwa mchezo wao. Mtu tu amepewa masharti anaona magumu, mimi nilipewa masharti nikaona magumu nikaenda Ulaya, basi nikakutana na wakuu wa chama nikapata nafuu. Ninakuelewa vizuri sana mkuu. Lakini mimi nahisi hayo ni mawazo yako tu. Binafsi moyo wangu unaniambia kuwa huyu mpuuzi hata azunguke dunia nzima hawezi kufanikiwa. Clamvevo. Unajua mimi kuna kitu kinanichanganya. Kitu gani tena? Toni. Ni kweli Toni ni msaada mkubwa sana kwenye familia yetu. Mfano mzuri kwenye hii misiba iliyotukuta. Hatuna deni hata kidogo. Lakini cha kushangaza, yeye misibani hatokei au kwenye matatizo aina yoyote hatokei. Sasa ni bora asingekuwepo. Labda tusikie labda amesafiri nje ya nchi, hayupo Dar es Salaam. Lakini yupo Dar es Salaam hii na kufika afiki kwenye misiba au kwenye matatizo aina yoyote. Unaona liko sawa hili? Ni kweli dada, lakini wewe anaambilika. Swala kama hilo ni kumuita na kumwambia. Hapo kwenye kumwambia hapo. Wewe uliona wapi tajiri anasema? Haya tushamwambia au tushamsema kikasirika? Wewe unachukulia rahisi sana, lakini mimi roho inaniuma. Tena roho inanisononeka. Kwa nini? Sio misiba hii, hata msiba wa marehemu babake na mamake hakutokea. Wewe ni mtu gani? Asifikiria hata familia yake. Kwa hiyo ina maana huyu kazoea kama aliweza kuwafanyia wazazi wake, hata ili analiendeleza kwa ndugu zetu wote watakaoendelea. Sasa mimi nataka nilikomeshe dada hili kwa sababu amezoea. Ndio hilo sasa ninalokuambia, lazima tumite ili mradi wewe utoe dukuduku yako. Sawa. Nitamuita mimi aje. Lakini asipokuja namfuata huko kwake.
Mama mkubwa. Sawa. Sawa, namwambia. Kaka Toni, nimepokea simu ya mama mkubwa kule nyumbani. Wamesema nikwambie unahitajika kula na maongezi na wewe. Mazungumzo gani? Mimi hawajaniambia, wameniambia tu nikwambie hivyo. Kwao natakiwa uende. Sawa, mimi nitawaambia tu utaenda, ndo alivyoniambia nikwambie. Kwao mimi niko ndani kaka Toni. I'm sorry, bro. Yes? Sorry. I'm looking for Devil Church. Do you know where he is? Come again? Seriously? You're talking about Devil Church? Something like Illuminati? Huh? Are you one of them? Man, listen. And I've never been a devil disciple. So cut me off. Where you coming from? Like seriously, you're talking about devil? Yaani Afrika si kwa kubaniana bwana. Sasa huyu angenitajia angeasirika nini huyu? Shughuli ishakuwa ngumu hii. Sijui naelekea wapi, natokea wapi. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Jamani, kwa nini? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Huyu baba kaniblock au? Mbona kila ninavyompigia na hapatikani? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Mbona kama fuko la hela linaniruka sasa jamani? Kwa nini hapatikani? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Sasa shida ni nini sasa na yeye? Kuna shida gani? Si shida ya mtandao. Yaani kila ninapojaribu kupiga simu zinakata. Kila ninapopiga zinakata, hata sijui changamoto ni nini. Tatizo lako mke wangu, unapaniki haraka sana. Hebu jaribu kucontrol hasira zako Nijikontrol wakati napiga simu zinafeli. Kusumbua kwa mtandao ni jambo la kawaida. Wewe sio mtu wa kwanza kusumbuliwa na mtandao. Hata mimi pia mtandao kwangu huwa unasumbua, lakini nakuwa mpole. Na ukizingatia sasa hivi ni usiku sana mke wangu. Hebu ingia ndani, utamtafuta asubuhi. Kwa hiyo salio itakuwa inanisubiri mimi tu. Salio linaisha leo, ndio maana nimempigia mama. Lakini sawa. Umerudi muda gani? Sina muda mrefu sana. Nimekutafuta huko, nimekukosa. Nikaona nije nikuangalie huko. Sawa, tengine.
Mama, utakuwa sawa tu. Vipi kama amepatikana? Mama, sasa hivi inabidi uangalie afya yako na sio tena kumwaza Cram. Usimamisha akili yako mizigo mamangu. Amerudi nyumbani? Hapana, bado hajarudi, lakini mpaka ukitoka pa hospitali atakuwa tayari kasharudi. Habari yako mama, unaendeleaje? Nani amemwelekeza huyu hapa? Ni mimi hapa. Alikuja nyumbani kumuulizia Cram, ndipo nikamwambia kwamba umepata ajali na sasa uko hospitali. Pole sana mama, nilipata maumivu makubwa sana baada ya kusikia kuwa unaumwa, na ndio maana moja kwa moja nikaamua kuchukua jukumu la kuja kukutazama, lakini pia sikuja mikono mitupu. Nimekuletea na chakula ili uweze kula. Mwanangu yuko wapi? Mwanao hakupendi mama. Mwanao ana roho mbaya sana mamangu, na hiyo ni baada ya kujua tu kwamba nyinyi mmeshafahamu anapoishi. Alipotoka hospitali akaamua kukimbia kabisa, maana hataiponana na nyinyi. Ila dogo, hakikisha mama anakula chakula. Mama anafanyaje? Anakula. Mama anafanyaje? Anakula. Kwa sababu anaumwa mama, hakikisha anakula. Big Boss, thamani iko wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuli.